Moyo wangu ulikuwa mzito kama jiwe. Siku ya kuondoka kijijini kwetu ilipofika, nilihisi kama mwili wangu unajivuta. Nilimtazama baba yangu, mzee Steven, aliyekuwa amesimama mbele ya kijumba chetu cha udongo kilichochakaa. Mikono yake ilikuwa imepasuka na kuwa migumu kwa jembe la kila siku, na macho yake yalionyesha mchanganyiko wa matumaini na hofu kubwa. Alinishika begani kwa kiganja chake chenye joto. Akasema kwa sauti iliyotetemeka, "Davis mwanangu, nenda kasome. Mimi sina mali ya kukupa, sina fedha wala dhahabu, lakini heshima ndiyo utajiri pekee tuliobakiza. Usiniangushe mwanangu, kumbuka kule ulikotoka." Nilishika begi langu la sandarusi lililokuwa na shati mbili tu na suruali moja ya mtumba. Nikaanza safari. Kila hatua niliyopiga kuelekea barabara kuu, nilihisi kama nauacha utoto wangu na usalama wa kijijini nyuma. Machozi yalikuwa yananilenga, lakini niliyameza kwa sababu mimi ndiye tegemeo pekee la familia ile baada ya mama kufariki. Baada ya safari ndefu ya basi iliyojaa vumbi, kelele na joto la kukata tamaa, hatimaye tairi za basi zilianza kugusa lami laini. Macho yangu yalianza kuuma kwa mwanga mkali wa taa za barabarani. Ghafla nikajikuta katikati ya majengo marefu yanayotazama mawingu, kitu ambacho nilikuwa nakiona kwenye magazeti tu. Kelele za magari, honi za bodaboda na watu waliokuwa wanakimbizana kana kwamba wanadaiwa roho zao vilinifanya nishike begi langu kwa nguvu kifuani. Nilijiona mdogo sana. Nilijiona mshamba katikati ya bahari ya watu wasiojulikana. Niliuliza kwa hofu mpaka nikafika kwenye geti moja kubwa la chuma. Nilikuwa la rangi ya kijivu, refu kiasi kwamba huwezi kuona kilicho ndani. Nilipiga hodi kwa mkono uliotetemeka, na baada ya muda geti lile lilifunguka kwa mlio mzito wa chuma. Ng'ee. Macho yangu yalikutana na bustani ya kijani kibichi iliyokatwa kwa ustadi, na nyumba kubwa ya ghorofa moja iliyong'ara kwa rangi ya maziwa chini ya mwanga wa taa za gharama. Sikuwahi kuamini kama binadamu wanaweza kuishi kwenye nyumba nzuri namna ile. Nilipiga hatua moja mbele, nikiwa naogopa hata kukanyaga ile nyasi. Kabla hata sijasogea zaidi, mlango mkuu wa kioo ulifunguka. Alitoka binti mmoja mrembo ajabu, aliyevaa nguo fupi ya kulalia ya hariri iliyokuwa iking'ara. Alikuwa amejazia, kila akipiga hatua kuelekea nilipo, mwili wake ulitikisika kwa namna ambayo sikuwahi kuiona kwa wasichana wa kijijini kwetu. Huyu alikuwa Irene. Alisimama mbele yangu, akinitazama kuanzia miguuni mpaka kichwani. Alitazama viatu vyangu vilivyochoka na kujaa vumbi la safari, kisha akatazama lile begi langu la sandarusi. Tabasamu fulani la siri, ambalo sikuweza kulielewa wakati huo, lilichomoza kwenye midomo yake. "Wewe ndiye Davis, mpwa wa baba?" Aliniuliza kwa sauti fulani ya kukwaruza kidogo, sauti ya kimamlaka lakini yenye vionjo vilivyonifanya nihisi ganzi. "Ndiyo, mimi ndiye Davis," nilijibu huku nikitazama chini, nikiogopa hata kukutana na macho yake. Nilijihisi mchafu na mnyonge mbele yake. "Karibu sana kaka Davis. Ingia ndani. Baba amekusubiri sana," alisema huku akinitangulia. Alipokuwa anatembea mbele yangu, harufu ya manukato yake ilinipiga puani. Ilikuwa harufu tamu iliyonilevya akili papo hapo. Lakini kile ambacho mimi mshamba wa kijijini sikutambua ni kwamba Irene alikuwa hanitazami kama ndugu. Kichwani mwake alikuwa akicheza na maneno ya marafiki zake wa chuo waliokuwa wakisema, wavulana wa kijijini ndio wanaume hasa, wana nguvu za asili ambazo haziishi. Irene alikuwa na kiu ya kutaka kujua kama yale maneno ni kweli. Na mimi, niliyekuja na ndoto za vitabu na uaminifu kwa mzee Steven, nilikuwa ndiye kiumbe pekee aliyepangwa kwenye mtego wake bila mimi kujijua. Nilivua viatu vyangu mlangoni kwa hofu ya kuchafua ile sakafu iliyokuwa inang'ara kama kioo.
Nilibaki na soksi zangu zilizotoboka kidogo kidogo, jambo lililonifanya nijisikie aibu zaidi. Irene aligeuka na kunitazama, kisha akacheka kicheko cha chini sana, kicheko ambacho sikujua kama ni cha dharau au ni cha kunionea huruma. Vaa tu viatu vyako Davis, huku ndani tunavaa viatu, aliniambia huku akinionyesha makochi ya ngozi ya rangi ya kahawia. Nilikaa ncha ya kochi, nikiwa nimekumbatia lile begi langu la sandarusi. Harufu ya kiyoyozi ilikuwa inakata makali ya joto la mchana, lakini kwangu ilikuwa baridi iliyofanya magoti yangu yatetemeke. Ghafla, nilisikia sauti nzito na yenye mamlaka ikitokea gorofani. Davis, mpwa wangu umeshafika? Alikuwa ni mjomba, kaka yake na baba. Alishuka ngazi akiwa amevaa mavazi ya nyumbani, uso wake ukiwa na tabasamu pana. Nyuma yake aliongozana na mke wake, shangazi yangu, mwanamke aliyekuwa amejaa heshima na umaridadi, na binti mwingine mdogo ambaye nilihisi ndiye Loveness. Nilijitupa chini haraka, nikapiga magoti kwa adabu ya kijijini niliyofundishwa na mzee Steven. Shikamoo mjomba, shikamoo shangazi, nilisema kwa sauti ya unyenyekevu, nikitazama marumaru. Mjomba alicheka kwa sauti kubwa na kunishika bega aninyanyue. Huku mjini hakuna kupiga magoti mpwa wangu. Simama, hapa wewe ni mtoto wa nyumba hii. Umefika kwa ajili ya kusoma, na hilo ndilo litakuwa jukumu lako pekee. Shangazi alinitazama kwa jicho la huruma, labda akiona jinsi nilivyokuwa nimekonda kwa shida za kijijini. Karibu sana mwanangu. Mwajuma, alimuita binti wa kazi aliyekuwa akichomoza kutokea jikoni. Mtengee Davis chakula, atakuwa na njaa ya safari ndefu. Wakati nakula kile chakula cha kigeni na kitamu, nilikuwa nahisi macho ya Irene yananichoma. Alikuwa amekaa kochi la mbele yangu, amevuka miguu, akichezea simu yake, lakini kila baada ya sekunde kadhaa alikuwa anainua macho na kunitazama. Loveness, mdogo wake, naye alikuwa ananishangaa ushamba wangu, akisema kwa sauti ya chini, kaka Davis, kweli kule kwenu mnakula ugali wa mhogo kila siku? Nilishindwa hata kujibu. Nilishusha tonge kwa tabu. Nilihisi mgeni, nilihisi kama nimeingia kwenye pango la simba wenye upendo, bila kujua kuwa ndani ya nyumba ile heshima yangu ingeenda kuwekwa rehani. Usiku wa kwanza katika jumba lile ulikuwa mrefu na uliojaa msukosuko wa mawazo. Nilijikuta nimejilaza chali kwenye lile godoro laini, macho yangu yakitazama dari nyeupe iliyokuwa iking'ara kwa mwanga hafifu wa taa ya nje. Kimya cha lile jumba kilikuwa cha tofauti sana na kijijini kwetu. Hapa hakukuwa na sauti za wadudu wa usiku wala milio ya mbwa. Kulikuwa na sauti ya chini tu ya feni iliyokuwa ikizunguka kwa utulivu. Niligeuza sauti ya baba yangu kichwani. Usiniangushe mwanangu. Kauli hiyo ilikuwa kama nanga iliyonishika, nisipeperushwe na fahari niliyoiona. Kumbukumbu yangu ya kwanza ya asubuhi ilikuwa ni harufu ya sabuni na manukato ya gharama yakipenya chini ya mlango wa chumba changu. Niliamka mapema sana. Tabia yangu ya kijijini ya kuwa ishamba ilikuwa bado haijaniacha. Nilianza kwa kutandika kitanda changu kwa umakini mkubwa, nikihakikisha hakuna hata mkunjo mmoja. Nilitaka kila mtu aone kwa mimi ni kijana mwenye adabu na mpangilio. Nilipotoka nje ya chumba changu kuelekea bafuni, nilikutana na Mwajuma, binti wa kazi. Alikuwa bizi akifuta vumbi kwenye meza ya kioo. Aliponiona, alitua kitambaa chake na kunitazama kwa tabasamu ambalo sikuwa nimeliona usiku uliopita. Habari ya asubuhi kaka Davis, alinisalimia kwa sauti ya chini, macho yake yakinitathmini. Umelalaje? Maana godoro la mjini wakati mwingine linasumbua wageni. Salama tu Mwajuma, nilijibu kwa ufupi, nikijaribu kuficha aibu yangu. Nimezoea kuamka na jua, asante. Mwajuma alicheka kidogo, kisha akasogea karibu na kunongona. Huku mjini watu wanachelewa kuamka, hasa hawa mabinti, lakini wepesi wako ni mzuri, utawashangaza wengi hapa. Maneno yake yalinifanya nihisi kuna kitu anajua ambacho mimi sijui, lakini sikutaka kumuuliza.
Niliingia bafuni na kukutana na changamoto nyingine, maji ya moto na baridi. Nilitumia karibu dakika 5 nikijaribu kuelewa ni bomba lipi linatoa maji ya kawaida. Kila kitu kilikuwa kipya. Nilijitahidi kufanya kila kitu kwa siri ili nisionekane mshamba zaidi ya nilivyokuwa. Wakati narudi chumbani kwangu nikiwa nimefunga taulo langu lilivyopauka, ghafla mlango wa chumba cha juu ulifunguka. Alikuwa ni Irene. Alikuwa amevaa kanga moja iliyofungwa kifuani, nywele zake zikiwa zimevurugika kidogo kama mtu aliyetoka usingizini sasa hivi. Aliegemea ngazi akinitazama nikiwa nimesimama pale chini. Kwa mara nyingine, ule ukimya mzito ulitanda. Hakusema neno, lakini macho yake yaliishia kwenye kifua changu kilichokuwa kimejengeka kwa kazi ngumu ya kupasua kuni na kulima. Nilihisi mwili wangu ukipata moto kwa aibu. Nilikimbilia chumbani kwangu na kufunga mlango kwa nguvu. Nikiwa ndani, nilisikia sauti ya Irene akicheka kwa dhihaka kule nje. Mshamba kweli, alisema kwa sauti ambayo alitaka mimi nishikie. Saa 4 asubuhi, mjomba aliniita ofisini kwake ndogo iliyokuwa ndani ya nyumba. Alikuwa amekaa kwenye kiti cha ngozi, mbele yake kukiwa na rundo la fomu. Davis alianza kusema huku akinitazama kwa miwani yake. Leo Irene atakupeleka chuo kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usajili. Yeye yuko mwaka wa 2 pale, kwa hiyo anajua kila kitu. Nataka uandamane naye na uhakikishe unamsikiliza kwa kila jambo. Moyo wangu ulidunda. Kwenda chuo ilikuwa ndoto yangu, lakini kwenda na Irene, binti aliyenifanya nijione mnyonge kila anaponitazama, kulikuwa ni mtihani mwingine. Nilivaa shati langu bora, nikachomekea vizuri na kupaka mafuta ya mgando niliyokuja nayo kwenye kijisanduku changu. Nilipotoka nje, nilimkuta Irene amesimama karibu na gari ndogo ya rangi ya nyekundu. Alikuwa amevaa jinsi ya kubana na miwani ya jua. Alinitazama na kutoa tusi la kimya kimya moyoni mwake. "Haya, panda tusepe mshamba," alisema huku akifungua mlango wa dereva. "Tuna safari ndefu ya kukufundisha maisha ya mjini kabla hatujafika huko chuoni." Niliingia kwenye gari, harufu ya manukato yake ikijaa tena kwenye mapafu yangu. Safari ya kuelekea chuo ilianza, na hapo ndipo nilipoanza kuelewa kuwa Irene alikuwa na mpango wake binafsi mbali na maelekezo ya mjomba. Safari ya kuelekea chuo ilianza kwa ukimya mzito ndani ya lile gari dogo la Irene. Nilikuwa nimekaa nimekazana, mikono yangu ikiwa imeshika miguu yangu, huku macho yakitazama nje ya kioo. Nilishangazwa na kasi ya gari na jinsi barabara za lami zilivyokuwa zinateleza. Kila baada ya dakika chache, Irene alikuwa akinitupia jicho kwa upande, akitabasamu kidogo kana kwamba anashuhudia kiumbe cha ajabu kilichotoka porini. "Davis," alianza kusema huku akizungusha usukani kwa ustadi. "Huku mjini, ukitaka kufanikiwa, inabidi ufungue macho. Huwezi kuendelea kuwa na ile sura yako ya unyenyekevu kila saa. Watu watakula kichwa." "Sawa Irene," nilijibu kwa sauti ya chini. "Lakini mjomba amesema nimekuja kusoma. Sikutaka mambo mengine." Irene alicheka kicheko kirefu, kisha akaipunguza kasi ya gari na kuegesha pembeni ya barabara moja yenye miti mikubwa. Aligeuka na kunitazama moja kwa moja usoni. Safari hii hakuwa na ile dharau ya asubuhi. Macho yake yalikuwa na shauku fulani. "Kusoma ni sehemu ndogo sana ya maisha ya chuo Davis. Kuna maisha nje ya vitabu, na hayo maisha yanahitaji mtu anayejitambua. Kwa kuanzia, inabidi ubadilishe huu muonekano wako. Huwezi kuingia geti la chuo ukiwa umechomekea shati namna hiyo, kama mwalimu wa shule ya msingi ya kijijini," alisema huku akisogeza mkono wake na kuanza kunichomolea shati langu kiunoni. Nilihisi umeme ukipita mwilini mwangu. Mkono wake ulikuwa laini na wenye joto, tofauti na mikono yangu iliyopasuka kwa jembe. Nilijaribu kujikuta, nikitaka kuzuia mkono wake, lakini alinitazama kwa ukali kidogo. "Tulia mshamba wewe, na kufanyia makeover ya kwanza. Huku tunakaa hivi." Alichomolea shati langu lote, kisha akafungua vifungo viwili vya juu vya shati langu, akionyesha kidogo kifua changu. "Sasa hapa, angalau unaonekana kama kijana wa mjini." Irene alirudi kukaa kwenye kiti chake, lakini hakuwasha gari. Alibaki akinitazama, kisha akasogea tena karibu, safari hii akiongea kwa sauti ya kunong'ona iliyokuwa ikinigusa masikioni. "Unajua marafiki zangu wa chuo huwa wanasema nini kuhusu watu wa kijijini kama wewe?" aliniuliza,
akichezea ufunguo wa gari. Hapana, sijui, nilijibu, huku mapigo ya moyo wangu yakiongezeka kasi. Wanasema nyinyi mna nguvu ambazo wavulana wa huku hawana. Wanasema nyinyi hamjachoka na maisha ya starehe. Mna asili ya wanaume wa kweli. Marafiki zangu wangekuona hivi ulivyo sasa, na hili shati lililofunguka, wangeanza kugombana kwa ajili yako, alisema huku akinitazama kwa jicho la kipekee ambalo sikuwahi kuliona kwa binti yoyote kule kijijini. Sikujua la kujibu. Ushamba wangu ulinizuia kuelewa kuwa huu ulikuwa ni mtego wa kisaikolojia. Irene alikuwa anaanza kuipanda mbegu ya tamaa ndani ya nafsi yangu, akinitenga na maelekezo ya baba yangu na mjomba. Haya, twende, alisema huku akiwasha gari. Lakini kumbuka, hii ni siri yetu. Mjomba asijue kuwa nimeanza kukutoa ushamba mapema hivi. Tulifika chuoni, na kwa mara ya kwanza nilihisi kama kila binti aliyekuwa akipita alikuwa ananitazama. Sikuijua kama ni kweli walikuwa wananitazama, au ni yale maneno ya Irene yaliyokuwa yameanza kunibadilisha akili yangu. Tulipokuwa tukitembea kwenye korido za chuo, Irene alikuwa akishika mkono wangu mara kwa mara, akidai ananielekeza ofisi, lakini kila mguso wake ulikuwa unazidi kuupoteza ule uaminifu wangu wa kijijini. Siku ile ya usajili chuoni ilikuwa ndefu na yenye kuchosha, lakini kwangu uchovu ulikuwa wa tofauti. Akili yangu haikuwa tena kwenye fomu za usajili au kozi za uhasibu nilizopangiwa. Ilikuwa imekwama kwenye ule mguso wa mkono wa Irene alipokuwa akinichomolea shati. Yale maneno yake kuhusu nguvu za asili yalikuwa yakijirudia masikioni mwangu kama wimbo usioisha. Tulipomaliza, jua lilikuwa limeanza kupoteza makali yake, likitoa rangi ya chungwa iliyopendeza kwenye majengo ya chuo. Irene hakunipeleka moja kwa moja kwenye gari. Badala yake, alinivuta kuelekea kwenye eneo la mapumziko la wanafunzi, Student Center, mahali ambapo kulikuwa na mzunguko wa vijana waliovaa vizuri, wakicheka na kupiga kelele. Davis, kabla hatujaondoka, nataka uwajue marafiki zangu wachache, Irene alisema, huku akinikaza mkono kwa nguvu kidogo, akiniashiria nisionyeshe uoga. Tulikaribia kundi la wasichana watatu waliokuwa wamekaa kwenye viti vya duara. Walikuwa wamependeza na harufu ya manukato yao ilichanganyikana na hewa ya jioni. Walipotuona, wote walinyamaza na kunitazama mimi, kuanzia kichwani mpaka kwenye viatu vyangu. Vile viatu ambavyo Irene alikuwa amenilazimisha kuvifuta vumbi vizuri kabla hatujashuka kwenye gari. Irene, huyu ndiye yule shemeji yetu kutoka kijijini uliyetuambia? Mmoja wao, binti mrefu aliyeitwa Sandra, aliuliza huku akinitazama kwa jicho la kunitathmini. Irene alinitambulisha kwa maridadi. Ndiye huyu, anaitwa Davis. Amekuja kuanza mwaka wa kwanza. Sandra alisimama na kusogea karibu nami. Alinizunguka kama mtu anayekagua bidhaa sokoni. Irene, hukudanganya, alisema Sandra kwa sauti ya chini iliyojaa mshangao. Tazama mabega haya, tazama mikono hii. Kweli maisha ya mjini yanatupotezea wanaume wetu. Huyu anaonekana ana nguvu za kutosha kulima shamba lote la chuo peke yake. Wasichana wale walicheka, lakini kicheko chao hakikuwa cha dharau, kilikuwa na aina fulani ya tamaa iliyofichika. Mimi nilisimama pale, nikiwa nimefumbatwa na aibu, nikichezea vidole vyangu. Sikuwa na lugha ya mjini ya kuwajibu. Nilihisi kama mnyama wa msituni aliyewekwa gerezani kwa ajili ya kutazamwa. Sandra, usimtishe kijana wa watu, Irene aliingilia kati, huku akicheka, lakini mkono wake ulibaki kiunoni mwangu kwa muda mrefu kidogo kama kawaida. Bado ni mshamba, anaogopa hata kivuli chake. Tulipoanza kuondoka kuelekea kwenye gari, Sandra alinitupia neno la mwisho. Karibu sana mjini Davis, usikubali Irene akufiche peke yake, na sisi tunataka kutolewa ushamba kidogo. Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa na hali ya tofauti. Irene hakuwa anaendesha gari kwa haraka kama mwanzo. Alikuwa akipiga mluzi wa taratibu, huku akigonga usukani kwa vidole vyake. Umeona Davis? Aliniuliza huku akinitazama kwa tabasamu la ushindi. Wasichana wa mjini wanatamani kile ulichonacho. Hizo nguvu zako, huo ushaba wako, ndiyo silaha yako kubwa hapa. Lakini siri ni moja, usimpe yeyote mpaka mimi nikwambie. Nilirudi nyumbani nikiwa mwanaume tofauti na niliondoka asubuhi.
Nilipoingia ndani nilimkuta mjomba amekaa sebuleni akisoma gazeti. Nilipita mbele yake kwa unyenyekevu, nikamsalimia, lakini sikutaka akae kunitazama sana. Nilihisi kama anaweza kusoma siri zilizoanza kujijenga moyoni mwangu. Niliingia chumbani kwangu na kufunga mlango. Nilienda mbele ya kioo na kijiangalia. Nilifungua vile vifungu viwili vya shati langu kama Irene alivyofanya. Nilianza kuona kile wasichana wa chuoni walikuwa wanakiona. Yale maneno ya baba yangu, heshima ndio utajiri wetu, yalianza kufifia, yakichukuliwa na hamu mpya ya kutaka kujua zaidi kuhusu haya maisha ya mjini ambayo Irene alikuwa ananionyesha. Ghafla mlango wa chumba changu ulifunguliwa bila hodi. Alikuwa ni Mwajuma, binti wa kazi, akiwa amebeba nguo zangu nilizokuwa nimezianika asubuhi. Alisimama mlangoni, akinitazama nikiwa nimesimama mbele ya kioo nikiwa nimefungua shati. "Kaka Davis, mbona unajiangalia hivyo?" Mwajuma aliuliza kwa sauti ya kutaniana, huku akisogea ndani na kuweka nguo kitandani. "Mjini kumeshaanza kukubadilisha mapema hivi." Nilisituka sana Mwajuma alipoingia bila hodi. Nilijikuta nikikifunga kile kifungo cha shati haraka haraka, mikono yangu ikitetemeka kwa aibu ya kukamatwa nikijidai mbele ya kioo. Mwajuma hakuondoka mlangoni, alibaki pale akinitazama kwa tabasamu ambalo halikuwa na mzaha, bali lilikuwa na aina fulani ya huruma iliyochanganyika na tahadhari. "Usijali kaka Davis," Mwajuma alisema huku akisogea kitandani na kuanza kuzikunja zile nguo zangu kwa ustadi. "Kila kijana anayekuja hapa kutoka kijijini huanza hivi. Mwangaza wa taa za mjini unavutia, lakini kumbuka, nondo akivutiwa na mwanga wa taa mara nyingi huishia kuungua mabawa." Nilimtazama Mwajuma, nikashangazwa na hekima ya maneno yake. Huyu alikuwa binti wa kazi tu, lakini sauti yake ilikuwa na uzito wa mtu anayejua siri nyingi za jumba hili. "Unamaanisha nini Mwajuma?" Niliuliza kwa sauti ya kukatika. Mwajuma alitua nguo chini, akageuka na kunitazama moja kwa moja machoni. "Nimefanya kazi hapa kwa miaka 3 sasa. Nimewaona vijana wengi wakija na kuondoka. Irene ni binti mzuri, lakini ni mwindaji, anapenda vitu vipya na akishavichosha anavitupa. Na kushauri kaka Davis, baki na ule ushamba wako. Ule ushamba ndio ngao yako pekee hapa." Kabla sijamjibu, Mwajuma alisogea karibu nami, akanyosha mkono na kunitengenezea kola ya shati langu. Huku mjini watu hawaulizani nguvu za asili kwa nia njema. Wanataka kukuonja tu kisha kukuacha ukiwa huna kitu. Linda ndoto zako Davis. Kumbuka mzee Steven alichokuambia. Alipotaja jina la baba, nilihisi kama nimepigwa na baridi kali. Alijuaje jina la baba? Lakini kabla sijauliza, alishatoka nje ya chumba huku akiniachia harufu ya sabuni ya kawaida. Harufu ambayo ilikuwa tofauti kabisa na manukato ya gharama ya Irene yaliyokuwa bado yamenizunguka tangu kwenye gari. Nilibaki nimekaa pembeni ya kitanda, nikiwa nimechanganyikiwa. Upande mmoja, Irene alikuwa ananifanya nihisi kama mfalme, mwanaume wenye thamani ambaye kila binti anamtolea macho. Upande wa pili, Mwajuma alikuwa ananichorea picha ya shimo ambalo niko karibu kutumbukia. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumapili. Nyumba ilikuwa imetulia. Mjomba na shangazi walikuwa wameenda kwenye ziara ya kikazi nje ya mji kwa siku 2, wakimwacha Irene kuwa msimamizi wa nyumba. Hali ya hewa ndani ya jumba lile ilibadilika papo hapo. Ile heshima na nidhamu ya mbele ya mjomba ilitoweka. Irene alishuka ngazi akiwa amevaa kaptula fupi sana na fulana ya kulegea, akitembea kwa madaha kuelekea jikoni. Mimi nilikuwa nimekaa sebuleni nikijaribu kusoma kitabu changu cha kwanza cha chuo, lakini macho yangu yalikuwa hayaoni herufi, yalikuwa yakimfuata Irene kila anapogeuza mwili wake. "Davis," aliniita kutokea jikoni. "Mwajuma ametoka kwenda sokoni na Lavenes ameenda kwa rafiki yake. Niko peke yangu na nimelemewa na hizi vyombo. Njoo nisaidie kidogo. Si nyinyi wa kijijini mna nguvu?" Sauti yake ilikuwa na vionjo vya kunitania, lakini pia ilikuwa na mtego. Nilisimama, nikaweka kitabu changu chini, nikaanza kuelekea jikoni huku mapigo ya moyo yangu yakipiga kelele kifuani. Sikuwa najua kuwa huu ndio ulikuwa mwanzo wa mtihani wangu wa uaminifu, mbali na macho ya mjomba na mbali na onyo la Mwajuma. Niliingia jikoni nikiwa na nyata, mikono yangu ikiwa imejificha nyuma ya mgongo. Harufu ya sabuni ya vyombo na harufu ya manukato ya Irene vilikuwa vimechanganyika, vikitengeneza hewa nzito iliyokuwa inanifanya nihisi kizunguzungu kidogo. Irene alikuwa amesimama mbele ya sinki la vyombo, akinitazama kupitia kioo kilichokuwa mbele yake, huku akitabasamu kwa mbali.
Sogea hapa. Mbona unasimama mbali hivyo kama vile unamwogopa simba? Irene alisema huku akicheka na kuninyoshea mkono uliolowana povu la sabuni. Nilisogea polepole mpaka nikasimama pembeni yake. Alikuwa karibu sana kiasi kwamba nilihisi joto la mwili wake. Alinikabidhi sahani moja kubwa ambayo ilikuwa na madoa ya mafuta. Chukua hii, ifute vizuri. Wewe una nguvu, hakikisha inang'ara kama unavyong'arisha jembe kule kijijini kwenu. Tulianza kufanya kazi ile kwa ukimya kwa dakika chache. Lakini kila mara nilipokuwa nanyosha mkono kuchukua sahani nyingine, Irene alikuwa akigusa mkono wangu bahati mbaya. Kila mguso ulikuwa kama mshtuko wa umeme uliokuwa unapita kwenye mishipa yangu ya damu. Niliendelea kutazama chini, nikiogopa kukutana na macho yake ambayo yalikuwa yakiniandama. Unajua Davis, alianza kusema kwa sauti ya kunong'ona. Baba yangu, mjomba wako, anakuamini sana. Anasema wewe ndiye mpwa wake pekee unayeweza kulinda heshima ya familia. Lakini wakati mwingine baba anasahau kuwa wewe ni kijana na una damu inayochemka kama vijana wengine. Niliuliza kwa sauti ya kutetemeka, unamaanisha nini Irene? Irene alitua kitambaa cha vyombo, akageuka na kuniegemea. Alikuwa ananitazama kwa jicho ambalo sikuwa nimeliona tangu nifike, jicho lililojaa kiu na siri. Namaanisha kuwa hapa ndani kila mtu ana siri yake. Mama, shangazi yako ana siri zake. Loveness ana siri zake, na hata mimi nina zangu. Swali langu ni moja tu, wewe Davis, utakuwa siri ya nani? Kabla sijapata jibu, Irene alinyosha mkono na kufuta tone la maji lililokuwa limenidondokea kwenye shingo. Mguso wake ulikuwa wa makusudi, ukikaa hapo kwa sekunde kadhaa kuliko ilivyohitajika. Nilijihisi nimeparalala, nimepooza. Yale maneno ya Mwajuma kuhusu mwindaji yalianza kupiga kelele kichwani mwangu, lakini harufu ya Irene na ukaribu wake vilikuwa vimeanza kuififisha sauti ile ya onyo. Sisi wa mjini tunasema siri inayotunzwa vizuri ndiyo inayodumu, Irene aliendelea huku akisogea karibu zaidi, kiasi kwamba nilihisi pumzi yake kwenye shavu langu. Leo mjomba hayupo na Mwajuma hayupo. Huna haja ya kuwa Davis mshamba kwa muda mfupi. Unaweza kuwa mwanaume wa kweli anayeelewa hitaji la mwanamke. Ghafla, tulisikia mlio wa geti kubwa la nje ukifunguka. Ng'eng'e. Irene alijitenga nami haraka kama vile amepigwa na radi. Alirudi kwenye sinki na kuanza kufua vyombo kwa kasi ya ajabu. Mimi nilisimama pale, moyo wangu ukiwa unadunda kiasi cha kutaka kupasua kifua. Baada ya sekunde chache, Mwajuma aliingia jikoni akiwa amebeba mifuko ya mboga kutokea sokoni. Mwajuma alitutazama sote wawili. Alitazama uso wangu uliokuwa na jasho la hofu, kisha akamtazama Irene ambaye alikuwa akijifanya kuwa bizi sana. Macho ya Mwajuma yalikuwa na ujumbe mzito. Alijua kila kitu kilichokuwa kinaendelea hata bila neno kusemwa. Kaka Davis, mjomba amepiga simu, Mwajuma alisema kwa sauti ya ukafu, akiniangalia mimi moja kwa moja. Amesema ukifika saa 12 jioni uhakikishe unajifungia chumbani kwako na usome yale miongozo ya chuo aliyokupa, hata kiusumbuliwe na mtu yeyote leo. Irene alicheka kwa dharau. Mwajuma, tangu lini ukawa msemaji wa baba? Mwajuma hakumjibu Irene. Aliniashiria mimi niondoke jikoni. Nilitoka nikiwa natetemeka, nikiwa na picha ya macho ya Irene na onyo la Mwajuma yakipambana ndani ya nafsi yangu. Siku ile ya usajili chuoni ilikuwa ndefu na yenye kuchosha, lakini kwangu uchovu ulikuwa wa tofauti. Akili yangu haikuwa tena kwenye fomu za usajili au kozi za uhasibu nilizopangiwa. Ilikuwa imekwama kwenye ule mguso wa mkono wa Irene alipokuwa akinichomolea shati. Yale maneno yake kuhusu nguvu za asili yalikuwa yakijirudia masikioni mwangu kama wimbo usioisha. Tulipomaliza, jua lilikuwa limeanza kupoteza makali yake, likitoa rangi ya chungwa iliyopendeza kwenye majengo ya chuo. Irene hakunipeleka moja kwa moja kwenye gari. Badala yake, alinivuta kuelekea kwenye eneo la mapumziko la wanafunzi, Student Center, mahali ambapo kulikuwa na mzunguko wa vijana waliovaa vizuri, wakicheka na kupiga kelele. Devs, kabla hatujaondoka, nataka uwajue marafiki zangu wachache, Irene alisema, huku akinikaza mkono kwa nguvu kidogo, akiniashiria nisionyeshe uoga. Tulikaribia kundi la wasichana watatu waliokuwa wamekaa kwenye viti vya duara.
Walikuwa wamependeza, na harufu ya manukato yao ilichanganyikana na hewa ya jioni. Walipotuona, wote walinyamaza na kunitazama mimi, kuanzia kichwani mpaka kwenye viatu vyangu. Vile viatu ambavyo Irene alikuwa amenilazimisha kuvifuta vumbi vizuri kabla hatujashuka kwenye gari. "Irene, huyu ndiye yule shemeji yetu kutoka kijijini uliyetuambia?" Mmoja wao, binti mrefu aliyeitwa Sandra, aliuliza huku akinitazama kwa jicho la kunitathmini. Irene alinitambulisha kwa maridadi. "Ndiye huyu, anaitwa Devs. Amekuja kuanza mwaka wa kwanza." Sandra alisimama na kusogea karibu nami. Alinizunguka kama mtu anaikagua bidhaa sokoni. "Irene, hukudanganya," alisema Sandra kwa sauti ya chini iliyojaa mshangao. "Tazama mabega haya, tazama mikono hii. Kweli maisha ya mjini yanatupotezea wanaume wetu. Huyu anaonekana ana nguvu za kutosha kulima shamba lote la chuo peke yake." Wasichana wale walicheka, lakini kicheko chao hakukuwa cha dharau. Kilikuwa na aina fulani ya tamaa iliyofichika. Mimi nilisimama pale, nikiwa nimefumbatwa na aibu, nikichezea vidole vyangu. Sikuwa na lugha ya mjini ya kuwajibu. Nilihisi kama mnyama wa msituni aliyewekwa gerezani kwa ajili ya kutazamwa. "Sandra, usimtishe kijana wa watu," Irene aliingilia kati huku akicheka, lakini mkono wake ulibaki kiunoni mwangu kwa muda mrefu kidogo kama kawaida. Bado ni mshamba, anaogopa hata kivuli chake. Tulipoanza kuondoka kuelekea kwenye gari, Sandra alinitupia neno la mwisho. "Karibu sana mjini Devs. Usikubali Irene akufiche peke yake, na sisi tunataka kutolewa ushamba kidogo." Safari ya kurudi nyumbani ilikuwa na hali ya tofauti. Irene hakuwa anaendesha gari kwa haraka kama mwanzo. Alikuwa akipiga mluzi wa taratibu huku akigonga usukani kwa vidole vyake. "Umeona Devs?" aliniuliza huku akinitazama kwa tabasamu la ushindi. "Wasichana wa mjini wanatamani kile ulicho nacho. Hizo nguvu zako, huo ushamba wako, ndio silaha yako kubwa hapa. Lakini siri ni moja, usimpe yeyote mpaka mimi nikwambie." Nilirudi nyumbani nikiwa mwanaume tofauti na niliondoka asubuhi. Nilipoingia ndani nilimkuta mjomba amekaa sebuleni akisoma gazeti. Nilipita mbele yake kwa unyenyekevu, nikamsalimia, lakini sikutaka akae kunitazama sana. Nilihisi kama anaweza kusoma siri zilizoanza kujijenga moyoni mwangu. Niliingia chumbani kwangu na kufunga mlango. Nilienda mbele ya kioo na kujiangalia. Nilifungua vile vifungu viwili vya shati langu kama Irene alivyofanya. Nilianza kuona kile wasichana wa chuoni walivyokuwa wanakiona. Yale maneno ya baba yangu, "Heshima ndio utajiri wetu," yalianza kufifia, yakichukuliwa na hamu mpya ya kutaka kujua zaidi kuhusu haya maisha ya mjini ambayo Irene alikuwa ananionyesha. Ghafla mlango wa chumba changu ulifunguliwa bila hodi. Alikuwa ni Mwajuma, binti wa kazi, akiwa amebeba nguo zangu nilizokuwa nimezianika asubuhi. Alisimama mlangoni akinitazama nikiwa nimesimama mbele ya kioo nikiwa nimefungua shati. "Kaka Devs, mbona unajiangalia hivyo?" Mwajuma aliuliza kwa sauti ya kutaniana, huku akisogea ndani na kuweka nguo kitandani. "Mjini kumeshaanza kukubadilisha mapema." Asubuhi iliyofuata, jua la mjini lilichomoza kwa kasi, likipenya kwenye mapazia ya chumba changu. Niliamka nikiwa na maumivu makali ya kichwa kutokana na kile kinywaji cha Irene. Lakini maumivu makubwa zaidi yalikuwa moyoni mwangu. Kila nilipokumbuka matukio ya usiku ule, nilihisi kama nimepoteza kitu cha thamani ambacho mzee Steven alinituma nikilinde, heshima yangu. Nilijivuta kutoka kitandani na kuanza kuvaa nguo zangu kwa mikono inayotetemeka. Nilikuwa na hofu ya kutoka nje ya kile chumba. Nilihisi kama kila mtu ndani ya nyumba hiyo ataona usaliti ulioandikwa usoni pangu. Hata hivyo, njaa na kiu vilinilazimisha kufungua mlango na kuelekea bafuni. Nilipofungua mlango, nilikutana na Loveness akiwa amesimama koridoni, kana kwamba alikuwa anasubiri nifungue mlango. Alikuwa amekunja mikono yake kifuani, akinitazama kwa jicho la ukali ambacho sikuwahi kuliona kwake. Uso wake ulikuwa umepata wekundu wa hasira na midomo yake ilikuwa imejikunja kwa chuki. "Kaka Davis," alianza kwa sauti ya kukwaruza iliyojaa dharau. "Kumbe unajua kucheza siri vizuri kuliko unavyojua kusoma vitabu vyako." Mapigo ya moyo wangu yalisimama kwa sekunde moja. "Loveness, unamaanisha nini?" "Mimi sijaelewa." Nilijaribu kujitetea huku nikikwepa macho yake. Loveness alicheka kicheko kifupi cha dhihaka na kusogea hatua moja mbele, akikaribia uso wangu. "Usijifanye mshamba sasa hivi. Nimeona kila kitu usiku wa manane kupitia vile vitundu vya mlango. Nimeona jinsi Irene alivyokuingia na nimeona jinsi wewe mcha Mungu wa kijijini ulivyomsaliti baba yangu." Nilihisi kama sakafu inataka kupasuka nimeze.
Sauti ya baba yangu, Mzee Steven, ikinionya kuhusu heshima, ilianza kunipigia kelele masikioni. Loveness, nakusihi, usimwambie mjomba, nitafanya lolote. Tafadhali usiniharibie masomo yangu, nilisema kwa sauti ya kulia. Loveness alinitazama kwa muda mrefu, kisha tabasamu fulani la hatari likachomoza usoni mwake. Haikuwa tabasamu la kusamehe, bali lilikuwa tabasamu la mwindaji mwingine aliyepata nafasi. Umesema utafanya lolote? Aliuliza kwa sauti ya chini, akichezea kucha zake. Irene anajiona yeye ndiye mrembo pekee hapa nyumbani anayeweza kupata kila anachotaka. Anajiona mjanja kwa sababu amekuonja kwanza, lakini mimi sipendi kudarauliwa. Kama unataka ninyamaze, na kama unataka mjomba asijue kwamba mpwa wake ni mzinzi, basi na mimi nataka kile ulichompa dada yangu usiku wa leo. Niliganda pale kama jiwe, sikuamini masikio yangu. Loveness, ambaye nilimuona kama mtoto mdogo na mwenye aibu, alikuwa ananipa sharti la kunidhalilisha zaidi. Mtego ulikuwa unaongezeka. Nilikuwa nimeingia kwenye nyumba ambapo kila mwanamke alikuwa na kiu na kile walichokiita nguvu ya asili, na mimi nilikuwa mtumwa wa siri zangu mwenyewe. Lakini Loveness, nilijaribu kubisha. Hakuna lakini Davis, alikata kauli huku akigeuka kuelekea sebuleni. Mjomba na mama wanarudi jioni hii, una muda wa saa chache za kuamua. Ama unifurahishe mimi sasa hivi kabla hawajafika, au useme ukweli kwa baba na ufungashe begi lako la sandarusi urudi kijijini kwa aibu. Aliniacha nimesimama pale, nikiwa nimezungukwa na kuta za lile jumba ambazo sasa zilionekana kama jela. Nilihisi nimepotea. Harufu ya Irene ilikuwa bado inanishinda nguvu, na sasa Loveness alikuwa anakuja na shinikizo jipya. Mwajuma alikuwa jikoni akigonganisha vyombo, na nilihisi hata yeye anasikiliza kila pumzi yangu. Maneno ya Loveness yalinichoma kama mkuki wa moto. Nilihisi dunia inazunguka. Kila hatua niliyopiga kuelekea chumbani kwangu, nilihisi kama nimebeba mzigo wa tani 1000 mgongoni. Nilijifungia ndani, nikakaa sakafuni, huku nikishika kichwa changu kwa mikono yote miwili. Yale maneno ya baba, heshima ndiyo utajiri wetu, yalianza kusikika kama kelele za dhihaka masikioni mwangu. Dakika zilikuwa zinayoyoma kama maji yanayovuja. Nilitazama saa ya ukutani. Ilikuwa saa 9 alasiri. Mjomba na shangazi walikuwa njiani kurudi. Hofu ya kufukuzwa, hofu ya kurudi kijijini kwa aibu, na hofu ya kumwangusha Mzee Steven ilikuwa kubwa kuliko uoga wa dhambi niliyokuwa naenda kuifanya. Nilitoka chumbani kwangu kwa kunyata, macho yangu yakizunguka koridoni kama mwizi. Niliuelekea mlango wa chumba cha Loveness uliokuwa mwishoni mwa korido ya ghorofa ya chini. Kabla sijaweka mkono wangu kwenye kitasa, mlango ulifunguka wenyewe, kana kwamba alikuwa anasubiri nifike. Loveness alikuwa amesimama pale, uso wake ukiwa na tabasamu la ushindi. Alikuwa amebadilisha nguo, amevaa raba na gauni jepesi la nyumbani, lakini machoni mwake kulikuwa na kiu ile ile niliyoiona kwa Irene. Alinivuta mkono kwa nguvu na kuniingiza ndani, kisha akafunga mlango kwa ufunguo. Cling. Sauti ya ufunguo ukizunguka ilisikika kama hukumu ya mwisho kwangu. Umechelewa Davis, Loveness alinong'ona huku akinitazama kwa dharau iliyochanganyika na tamaa. Nilikwambia mjomba yuko njiani. Sasa sina muda wa maneno mengi. Nataka nione kama kweli wewe ni yule simba wa kijijini ambaye dada yangu amekuwa akitamba naye tangu asubuhi. Nilijaribu kusema neno, lakini ulimi wangu ulikuwa mzito. Nilijihisi kama mnyama aliyenaswa kwenye mtego na hana pa kukimbilia. Loveness hakuwa na upole wa Irene. Yeye alikuwa na aina fulani ya hasira. Kila mguso wake ulikuwa ni wa kudai haki yake, kana kwamba mimi ni mali iliyogawanyika katikati ya watoto wa mjomba wangu. Wakati mapambano ya ndani yakiniandama na uaminifu wangu ukizidi kusambaratika ndani ya chumba cha Loveness, nje ya mlango ule, Mwajuma alikuwa amesimama. Alikuwa amebeba pasi na nguvu za mjomba, lakini hakuzipeleka chumbani. Alitega sikio, akisikiliza kila sauti iliyokuwa inatoka ndani ya chumba cha Loveness. Mwajuma alitikisa kichwa kwa huzuni. Alijua kuwa Davis ameshashindwa vita, lakini ndani ya macho ya Mwajuma kulikuwa na mpango mwingine. Alijua kuwa hivi karibuni siri hizi zitakuwa nzito sana kwa Davis kubeba, na wakati huo utakapofika, yeye Mwajuma ndiye atakuwa mtu pekee ambaye Davis atamkimbilia kutafuta msaada. Ghafla, mlio wa honi ya gari ya mjomba ulisikika nje ya geti. Bii!
Siku chache zilipita tangu mjomba na shangazi warudi. Maisha ya chuo yalikuwa yameanza rasmi, lakini kwangu vile vyumba vya mihadhara vilikuwa kama gereza. Nilikuwa nimekaa darasani, lakini akili yangu haikuweza kushika hata neno moja la mhadhiri. Kila nikiandika neno uhasibu, macho ya Irene na Loveness yalikuwa yananijia kama kivuli kinachonifuata. Nilikuwa nimeingia kwenye mtego wa pande mbili. Irene alikuwa akinivuta kwa siri usiku, na Loveness alikuwa akinitumia kama silaha ya kulipiza kisasi kwa dada yake. Lakini hofu kubwa zaidi ilikuwa inaanza kuchomoza kutoka kwa mtu ambaye sikuwahi kumdhania, shangazi. Shangazi hakuwa mwanamke wa kawaida, alikuwa na macho ya mwewe. Alikuwa mkimya, lakini kila alipopita karibu yangu, nilihisi kama anasoma kila dhambi iliyoandikwa kwenye nafsi yangu. Siku hiyo, nilikuwa nimekaa kwenye kijidawati cha maktaba ndogo ya nyumbani, nikijaribu kwa nguvu zote kuelewa kitabu changu. Ghafla, mlango ulifunguka kwa utulivu. Alikuwa ni shangazi. Alikuwa amevaa gauni lake refu la hariri, na mikononi mwake alikuwa amebeba kikombe cha kahawa. Alisogea na kusimama nyuma yangu, akitazama kile nilichokuwa nakiandika. "Davis, mwanangu," alianza kwa sauti ya upole iliyokuwa na baridi fulani ndani yake. "Naona unasoma kwa bidii sana. Mzee Steven atajivunia sana akisikia jinsi unavyopambana na vitabu." Nilinyanyuka haraka kwa adabu, nikiwa nimejaa jasho jembamba la hofu. "Asante shangazi, najitahidi ili nisimwangushe mjomba." Shangazi alikaa kwenye kiti kilichokuwa mkabala nami. Aliniangalia kwa muda mrefu bila kusema neno, kisha akaweka kile kikombe chake mezani. "Unajua Davis, hapa mjini kuna vitu vingi vinavyoweza kumtoa kijana kwenye mstari. Sio tu marafiki wabaya, bali hata mazingira ya ndani ya nyumba. Naona umebadilika kidogo tangu ulipofika. Macho yako yamejaa uchovu na huna tena ile nuru ya kijijini." Nilihisi koo langu likikauka. Ni uchovu wa chuo tu shangazi. Masomo ni magumu kiasi." Shangazi alitabasamu, lakini tabasamu lile halikufika kwenye macho yake. "Natumai ni chuo kweli, maana nimeanza kuona nguo zako zikiwa na harufu ya manukato ambayo siyo ya sabuni ya Mwajuma. Na mabinti zangu, Irene na Loveness, wameanza kuwa na siri sana tangu uingie hapa." Alisimama, akasogea karibu nami na kunishika bega. Mkono wake ulikuwa na uzito wa ajabu. "Davis, mimi ndiye mama wa nyumba hii. Hakuna kinachotokea chini ya paa hili nisikijue. Linda sana heshima yako, maana mjomba wako akigundua kuwa unachezea amana yake, hatakuwa na huruma hata kama wewe ni damu yake." Alitoka nje ya chumba kile bila kuongeza neno lingine, akiniacha nikiwa nimeganda. Sikuwa najua kama shangazi ananionya au naye anaanza kunitandalia mtego wake. Lakini kabla hata sijaivuta pumzi ya utulivu, mlango ulifunguka tena kwa kasi. Alikuwa ni Mwajuma. Alikuwa anaonekana mwenye wasiwasi mwingi. Alisogea karibu na kunong'ona kwa haraka. "Kaka Davis, shangazi ameshaanza kutilia shaka. Amemwambia mjomba kuwa anataka nianze kufanya usafi wa chumba chako kila asubuhi na kukagua kila kitu. Inabidi uwe mwangalifu sana. Lakini kuna jambo lingine. Irene na Loveness wameanza kugombana chumbani kwao, na kila mmoja anamtishia mwenzake kusema ukweli kwa mjomba kuhusu wewe. Kila mmoja anataka kukuweka upande wake." Nilihisi kilele cha usaliti kimefika. Nilikuwa katikati ya moto wa watoto wa mjomba, onyo la Mwajuma na macho ya mwewe ya shangazi. Nilikuwa nimeanza kupoteza mwelekeo wa masomo, na sasa nilikuwa nacheza mchezo wa kuishi saa baada ya saa. Baada ya onyo la shangazi pale maktaba, nilihisi kama niko kwenye chumba chenye kuta zinazosogea kuniminya. Kila nilipopita sebuleni, nilihisi macho ya yule mwanamke yakinitoboa mgongo. Usiku ule, mjomba alikuwa amechoka sana na akawahi kulala, akiniacha mimi na vitabu vyangu sebuleni. Lakini haikuwa siri tena, akili yangu ilikuwa imehama kwenye masomo na kuhamia kwenye hofu ya maisha yangu. Irene na Loveness walikuwa wamejifungia vyumbani kwao baada ya kurushiana maneno makali wakati wa chakula cha jioni. Mivutano yao ikiongezeka, kila mmoja akitaka kuwa na mamlaka juu yangu. Katika hali hile ya sintofahamu, Mwajuma alinipita akielekea jikoni na kunikata jicho la ishara. Ishara ya kuwa, kaa mkao wa kula, kuna jambo linakuja.
Saa 5 za usiku, wakati nyumba imetulia, mlango wa chumba cha ghorofani cha shangazi ulifunguka. Alishuka ngazi taratibu, akiwa amevaa joho la hariri la rangi ya zambarau, akitembea kwa madaha mpaka pale nilipokuwa nimekaa. "Davis, mwanangu," alisema kwa sauti ya chini iliyokuwa na mamlaka fulani. "Nimeona taa bado inawaka, nikajua bado unapambana na vitabu. Lakini kuna jambo mjomba wako amesahau kukuambia kuhusu taratibu za nyumba hii, na ningependa tulizungumze chumbani kwangu sasa hivi kabla nitalala." Moyo wangu ulipiga hatua moja nyuma. "Shangazi, kama ni kuhusu sheria za nyumba, naweza kusikiliza hapa hapa," nilijibu huku nikitetemeka. Shangazi alicheka kicheko kifupi chenye baridi. "Hapa sebuleni kuna kuta, Davis, na kuta hizi zina masikio ya mabinti zangu ambao nimegundua wana tabia ya kusikiliza mambo yasiyowahusu. Njoo, usiniogope. Mimi ndiye mama yako hapa mjini." Niliinuka kama mfu anayefuata sauti ya kifo. Nilimfuata shangazi ghorofani, nikipita mbele ya milango ya Irene na Loveness. Nilihisi milango ile ikitetemeka, nikajua wako nyuma ya milango hiyo wakisikiliza kila hatua yangu. Tuliingia kwenye chumba chake kikubwa kilichokuwa na harufu nzito ya udi na manukato ya thamani. Shangazi alifunga mlango na kugeuka. Haikuwa tena sura ya mama wa nyumba, bali ilikuwa sura ya mwanamke anayejua udhaifu wa kila kiumbe kilichoko ndani ya himaya yake. "Nimejua kila kitu, Davis," alianza kusema huku akivua lile joho lake na kubaki na vazi jepesi la ndani. "Najua kuhusu Irene na najua kuhusu Loveness. Najua jinsi walivyokutumia tangu ufike hapa. Wao ni watoto, hawajui thamani ya kile ulichonacho, lakini mimi najua." Nilianguka magoti nikiomba msamaha. "Shangazi, nisamehe, walinitishia, sikutaka kumvunjia heshima mjomba." Shangazi alinisogelea na kunishika kidevu, akinilazimisha nimtazame machoni. "Heshima ya mjomba wako ilishapotea siku uliokubali kuingia kwenye mitego ya wale mabinti. Sasa una machaguo mawili. Ama nikuite mjomba wako sasa hivi na kumwambia kila kitu, au ukubali kuwa upande wangu. Mimi ndiye ninayeweza kumlinda Davis mshamba asifukuzwe na kurudi kijijini kwa aibu, lakini ulinzi wangu una gharama yake." Nilihisi nimefika mwisho wa safari. Nilikuwa nimeingia kwenye nyumba ya mjomba wako kama mpwa mwenye matumaini, lakini sasa nilikuwa nimegeuzwa kuwa kifaa cha starehe kwa familia nzima, kutokea kwa Irene kwenda kwa Loveness na sasa kwa shangazi mwenyewe. Kile ambacho sote hatukujua ni kwamba Mwajuma alikuwa amesimama nje ya mlango ule, akiwa na simu mkononi, akirekodi kila neno lililokuwa likisemwa ndani ya chumba cha shangazi. Mwajuma alikuwa na mpango wake, na sasa alikuwa na ushahidi wa kuifuta familia nzima ya mzee Steven. Ndani ya chumba cha shangazi, hewa ilikuwa nzito kiasi cha kushindwa kupumua. Nilibaki nimepiga magoti, nikiwa siamini jinsi maisha yangu yalivyogeuka kuwa bidhaa inayouzwa na kununuliwa na kila mtu ndani ya nyumba hii. Kila mguso wa shangazi kwenye bega langu ulihisi kama chuma cha moto kinachochoma ngozi yangu. Nilikuwa nimepoteza uwezo wa kukataa. Uoga wa kurudi kijijini kwa aibu ulikuwa umenifanya mfungwa. "Inuka, Davis," shangazi aliniambia kwa sauti ya ushindi, akiniashiria nikae kwenye kochi la thamani lililokuwa pembeni ya kitanda chake. "Kuanzia leo, huna haja ya kumwogopa Irene wala Loveness. Mimi ndiye nitakayekulinda. Lakini kumbuka, uaminifu wako kwangu ndio utakao kufanya uendelee kuishi mjini." Nilitoka chumbani kwa shangazi saa 8 za usiku, miguu yangu ikiyumba kama mlevi. Nilipokuwa nashuka ngazi kuelekea chumbani kwangu, niliona kivuli kikisogea karibu na mlango wa jikoni. Moyo wangu ulidunda. Nilihisi kama ni mjomba amegundua kila kitu. Lakini nilipokaribia, nilikutana na macho ya Mwajuma. Mwajuma hakuwa na lile tabasamu la huruma tena. Uso wake ulikuwa mgumu kama jiwe la mtoni. Alishika simu yake mkononi na kunionyesha kioo chake.
Katika kile kioo, niliona video fupi ikinionyesha nikiingia chumbani kwa shangazi na mazungumzo yetu ya mwanzo yakisikika vizuri. Kaka Davis, Mwajuma alinong'ona kwa sauti iliyojaa mamlaka mpya. Sasa, mchezo umekuwa mkubwa kuliko unavyofikiri. Nilikuonya tangu siku ya kwanza, lakini ukapenda harufu ya manukato ya hawa mabinti na mama yao. Sasa, kila mtu ndani ya nyumba hii yuko mkononi mwangu, kuanzia Irene, Loveness, shangazi na wewe mwenyewe. Nilihisi nimeishiwa nguvu, nikaegemea ukuta. Mwajuma, unataka nini? Unataka pesa? Nitakupa kila nitakachopata. Mwajuma alicheka kicheko cha chini cha dharau. Pesa zako za msimu? Hapana Davis, mimi nataka kitu kikubwa zaidi. Mjumba wako ana hati za viwanja na biashara zake kubwa kwenye sanduku la chuma lililoko maktaba. Anakuamini wewe na amekupa ufunguo wa maktaba ili usome usiku. Nataka uniletee nyaraka hizo. Ukifanya hivyo, nitafuta hizi video na kukuacha uishi maisha yako. Ukikataa, asubuhi hii, video hii itakuwa kwenye simu ya mjomba. Nisiamini masikio yangu. Nilikuwa nimeingia kama mwanafunzi, nikageuzwa kuwa msaliti wa kitanda, na sasa nilikuwa nageuzwa kuwa mwizi wa mali ya mtu aliyenipokea kwa upendo. Nyumba ya mjomba ilikuwa imekuwa uwanja wa vita, ambapo kila mtu alikuwa na silaha ya siri dhidi ya mwenzake, na mimi ndiye niliyekuwa katikati ya risasi zote. Nilibaki nimesimama koridoni, miguu yangu ikiwa haina nguvu ya kunibeba. Macho ya Mwajuma yalikuwa yameniganda kama mauti. Nilihisi pumzi yangu ikikatika. Nilikuwa nimeingia mjini kutafuta maisha, lakini sasa nilikuwa nimegeuzwa kuwa kibaraka wa kila mtu. Saa 9 za usiku, huku nyumba nzima ikiwa imelala fofofo, au labda kila mtu akijifanya amelala huku akisubiri zamu yake kwangu, nilielekea maktaba. Mkononi nilikuwa nimeshika ufunguo wa shaba ambao mjomba alinikabidhi kwa uaminifu mkubwa siku ya kwanza nilipoanza chuo. Uaminifu ule sasa ulikuwa unanichoma kama msumari wa moto. Nilifungua mlango wa maktaba taratibu. Kling! Sauti ya ufunguo ilisikika kama radi masikioni mwangu. Niliingia ndani na kufunga mlango kwa ndani. Giza lilikuwa nene, lakini mwanga mdogo wa mwezi uliokuwa unapenya kwenye pazia ulinionyesha lile sanduku la chuma lililokuwa limejificha nyuma ya kabati la vitabu. Nilipiga magoti mbele ya sanduku lile. Mikono yangu ilikuwa inatetemeka kiasi kwamba nilishindwa hata kuingiza namba za siri ambazo Mwajuma alikuwa amezinasa wakati mjomba akifanya miamala. Ghafla, nilisikia vishindo vya miguu nje ya mlango wa maktaba. Moyo wangu ulisimama. Niliketi chini ya meza, nikiwa nimezuia pumzi yangu. Mlango ulisukumwa kwa nguvu, lakini kwa sababu ulikuwa umefungwa kwa ndani, haukufunguka. Davis, fungua mlango huu. Ilikuwa ni sauti ya kunongona ya Irene. Sauti yake ilikuwa na hasira na wivu wa hali ya juu. Najua uko ndani na huyo mdogo wangu Loveness. Fungua kabla sijapiga kelele nyumba nzima ya mke. Irene alikuwa anadhani nimejifungia na Loveness kufanya yale tuliyoyafanya usiku wa kwanza. Hakujua kuwa nilikuwa katikati ya wizi wa mali ya baba yake. Nilihisi jasho la baridi likinitiririka mgongoni. Kama Irene akipiga kelele, mjomba ataamka na kunikuta mbele ya sanduku lake la siri. Nikiwa bado nimejificha chini ya meza, nilisikia sauti nyingine nje ya mlango, sauti ya Loveness. Dada, mwachie mume wangu apumzike. Unadhani kila saa ni zamu yako? Loveness alinongona kwa kejeli kule nje. Wasichana wale walianza kuvutana koridoni, kila mmoja akidai haki yake juu yangu, huku mimi nikiwa nimeshikilia hati za viwanja vya mjomba wako mikononi mwangu. Nilikuwa nimegeuka kuwa mateka wa tamaa zao na mwizi wa uaminifu wa baba yao. Kwa mbali nilimuona Mwajuma akichungulia kutokea giza la jikoni, akitabasamu kwa ushindi. Alikuwa amefanikiwa kuivuruga familia nzima, na mimi ndiye niliyepaswa kubeba lawama zote mwisho wa siku. Niliyafunga yale makaratasi ndani ya shati langu, nikiwa nimekata tamaa ya kuiona kesho yenye nuru. Asubuhi ilichomoza kwa rangi ya damu. Macho yangu yalikuwa mekundu, si kwa sababu ya usingizi, bali kwa sababu ya mzigo wa hati za mjomba zilizokuwa zimenichoma kifua usiku kucha, zikiwa zimefichwa chini ya godoro langu.
Nilijihisi kama mfu anayetembea. Kila hatua niliyopiga kuelekea sebuleni ilihisi kama naelekea kwenye kiti cha kunyongwa. Nilipofika sebuleni, nilikutana na hali ambayo sikuitegemea. Mjomba alikuwa amekaa kwenye kochi lake la kawaida, lakini safari hii hakuwa na gazeti. Alikuwa ameshika kichwa chake kwa mikono miwili, na mbele yake sanduku la chuma lilikuwa wazi, likitandazwa mezani likiwa tupu. Shangazi alikuwa amesimama upande wa kulia, uso wake ukiwa na weupe wa ajabu. Irene na Loveness walikuwa wamekaa upande wa pili, wakitazamana kwa chuki, lakini pia kwa hofu ya hali ya juu. Mwajuma alikuwa amesimama pembeni, akifuta meza kwa utulivu wa kikatili, kana kwamba hajui kinachoendelea. Davis, mjomba aliniita kwa sauti ya chini, sauti iliyovunjika vipande vipande. Sogea hapa mpwa wangu. Wewe ndiye uliyekuwa na ufunguo wa maktaba usiku kucha. Niambie, ni nani aliyeingia kule? Ni nani aliyethubutu kuiba uaminifu wangu? Niliganda. Sauti ya baba yangu, mzee Steven, ilinijia kichwani. Heshima ndiyo utajiri wetu. Nilimtazama mjomba, mtu aliyenipokea kama mwanaye, na nilihisi ulimi wangu umekuwa mzito kama risasi. Kabla sijajibu, Mwajuma aliachia kitambaa chake na kusogea mbele. Mzee, Mwajuma alisema kwa sauti ya unyenyekevu wa kinafiki. Kabla Davis hajajibu, labda ungependa kuona kile nilichokiona usiku wa manane. Mimi ni mfanyakazi tu, lakini siwezi kuona nyumba hii ikisambaratika kwa siri hizi chafu. Mwajuma alitoa simu yake na kuiweka mezani mbele ya mjomba. Sekunde chache baadaye, sebuleni kulijaa sauti na picha za usaliti wangu. Video ya kwanza ilimuonyesha Irene akiingia chumbani kwangu. Ya pili ikamuonyesha Loveness akinitishia koridoni. Na ya mwisho ilikuwa ni mazungumzo yangu na shangazi kule gorofani. Kimya kikubwa kilitawala, kimya cha mauti. Mjomba aliinua macho yake, akimtazama mke wake, kisha mabinti zake, na mwisho akatua macho yake kwangu. Macho yake hayakuwa na hasira, yalikuwa na maumivu yaliyopitiliza. Kwa hiyo, mjomba alisema huku akicheka kicheko cha kichaa, kila mtu ndani ya nyumba hii amemtumia Davis kama duka la starehe. Na wewe Davis, mpwa wangu niliyekuamini, umeamua kulipa fadhila zangu kwa kuiba hati za biashara zangu na kuzikabidhi kwa binti wa kazi. Mwajuma alitabasamu kidogo. Hati hizo ziko chini ya godoro la Davis mzee. Lakini sasa hati hizo hazina maana kwako. Maana video hizi zikienda kwa washirika wako wa biashara na serikalini, heshima yako itakuwa imekwisha. Nataka nusu ya mali zako zihamishiwe kwangu, au familia hii itajifunza maana ya aibu ya kudumu. Nilianguka magoti. Nalia bila sauti. Nilikuwa nimeingia mjini, nikiwa na ndoto za kuwa mhasibu mkubwa, lakini nimeishia kuwa chanzo cha kusambaratika kwa familia nzima. Ushamba wangu ulikuwa umeniponya uoga wa awali, lakini tamaa na mitego ya mjini ilikuwa imenivua kila kitu. Sebule ilikuwa na baridi kama kaburi. Mjomba alisimama taratibu, akiwa ameshika ukingo wa meza. Hakumpiga shangazi, wala hakuwafokea Irene na Loveness. Badala yake, alitembea kuelekea dirishani na kutazama bustani yake nzuri kwa dakika kadhaa za ukimya uliotesa kuliko kelele. Mzee Steven aliniambia nikutunze. Mjomba alianza kusema kwa sauti ya kukatika, bila kugeuka. Aliniambia wewe ni dhahabu ya familia yetu. Lakini nimegundua kuwa dhahabu ikikaa kwenye jalala la tamaa, nayo hugeuka kuwa takataka. Mjomba aligeuka. Macho yake yalikuwa mekundu, si kwa hasira,
bali kwa kuchoka. Alimtazama Mwajuma ambaye bado alikuwa ameshikilia simu yake kwa ushindi. Mwajuma, chukua kila unachotaka. Video hizo, hati hizo, zichukue. Maana nyumba hii tayari imeshabomoka. Na mimi sitaki kuishi ndani ya mabaki ya usaliti huu. Lakini wewe Davis, mjomba alinitazama mimi nikiwa bado nimepiga magoti sakafuni, machozi yakiniloa shati. Wewe nakupa adhabu moja tu. Adhabu ya kuishi na sura ya baba yako kila siku moyoni mwako. Aliniashiria niondoke. Ondoka Davis. Rudia lile begi lako la sandarusi. Rudi kijijini. Nenda kamwambie mzee Steven kuwa heshima aliyokutuma uilinde umeiacha kwenye magodoro ya watoto wangu na mke wangu. Nenda. Nilitoka nje ya lile jumba nikiwa na nyata. Nimebeba begi langu lililokuwa na nguo chache na kile kitabu cha chuo ambacho sikuwa nimefanikiwa kukimaliza hata sura moja. Niliacha nyumba, maisha ya mjini. Niliacha chuo. Na niliacha ndoto zangu zote zikiwa zimezama kwenye lindi la usaliti. Nilipokuwa natoka nje ya geti lile kubwa, nilikutana na Irene na Loveness wakiwa wamesimama mlangoni, wakinitazama kwa mara ya mwisho. Hakuna hata mmoja aliyesogea kuniagaga. Walikuwa wakitazamana wao kwa chuki, wakijua kuwa sasa wamebaki na baba aliyewadharau na mfanyakazi anayewamiliki. Safari ya kurudi kijijini ilikuwa ndefu na yenye maumivu. Nilipofika kwenye lile kijumba chetu cha udongo, nilimkuta mzee Steven amekaa kwenye kiti chake cha mbao, akinitazama kwa mshangao. Davis, mwanangu, mbona umerudi mapema hivi? Chuo kimefungwa? Aliniuliza kwa sauti ya upendo, akijaribu kunyanyuka kunipokea begi langu. Nilishindwa kumtazama machoni. Nilianguka miguuni pake na kulia kwa sauti kubwa. Sikuwa na maneno ya kumweleza jinsi nguvu zangu za asili zilivyotumika kuangamiza uaminifu wa ndugu yetu wa pekee. Sikuwa na ujasiri wa kumwambia kuwa nimerudi nikiwa mshamba zaidi ya nilivyoondoka. Mshamba wa roho na mshamba wa heshima. Kuanzia siku hiyo, kila nikiiona sura ya mzee Steven, niliona kilele cha usaliti wangu. Niliishi kijijini, nikilima shamba lile lile, huku kila jasho linalonitoka likinikumbusha kuwa mjini kuna taa zinazong'ara, lakini mwanga wake unaunguza mabawa ya nondo wasio na tahadhari.